Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba mzima wa afya na Mungu amekupa neema majira haya na wakati huu wa kuungana pamoja na sisi. Karibu katika kipindi hichi chetu ambacho kinaitwa Wakati Uliokubaliwa na Bwana, kuwafariji wote waliao. Kabla tujaendelea, naomba tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya muda huu, na asante kwa ajili ya mtumishi wako anayenitazama popote pale alipo. Utukufu na heshima na thamani za kwako. Ninaomba toba na rehema na masamaha kwa ajili yake, kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya moyo wake. Asante pia Bwana kwa ajili ya muda huu ambao umetupa kwa kutafakari neno lako kwa majira haya na kwa wakati huu ambao umeukusudia wewe peke yako, kwa kuwa una haja na mtu mmoja, una kusudi na mtu mmoja Bwana, ambaye unataka kumvusha mahali popote pale alipo. Ninawalika uwepo wako na uweza wako Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja ambao umekusudia katika kipindi hiki kumsaidia kwenye malango yake yote, kumsaidia kwenye ufahamu wake, kumsaidia kwenye maisha yake, kumsaidia kwenye uzao, kwenye vizazi vyake Bwana, ili mradi umempa nafasi ya kusikia sauti hii na kuungana pamoja na sisi, iwe ni kwa wakati huu Bwana tukiwa hewani, iwe ni baadaye, iwe ni kesho, iwe ni kesho kutwa, ili mradi Bwana amesikia sauti hii ambayo umenipaka mafuta kwa muda huu na majira ya Bwana kwa ajili ya watu wako. Nami nakusihi Mungu, neema yako na utulivu uwe pamoja na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu popote pale alipo. Hata kama yuko kwenye shughuli zake, bado neema yako na iwe juu yake. Hata kama yuko kwenye majukumu yake Bwana, neema yako na iwe juu yake majira haya na saa hii Mungu, ambayo umempa neema na kibali cha kuangalia moja kwa moja kwa njia ya mitandao, katika jina la Yesu. Haijalishi yuko dunia gani, haijalishi yuko nchi gani, yuko mji gani, Mungu, katika jina la Yesu, ili mradi umetoa nafasi na kibali chako kwa mtu yeyote pale alipo Bwana, neema yako na iwe kuu sana, upendeleo wako na uwe mkuu sana, kibali chako na kiwe kikuu sana juu ya msikilizaji mmoja na juu ya mtu mmoja ambaye ametega sikio lake na ananitazama popote pale Bwana, kutokea kwenye madhabahu ulioichagua ya wakati uliokubaliwa na wewe, wakati wako Bwana wa kuwafariji watu wako waliao, wakati wako Bwana wa kuwavusha popote pale penye changamoto, wakati wako Bwana wa kuondoa maumivu katika maisha yao, wakati wako Bwana wa kujitambulisha kwenye maisha yake, hata kama alikuwa amekuacha, hata kama alikuwa amekusahau, hata kama uhusiano wako na wewe ulikuwa umevurugika Bwana, ninasimama kama kuhani kwa zamu hii na kwa majira haya na kwa kipindi hiki Bwana, kufanya upatanisho na mtu mmoja Bwana popote anaponisikia, na mtu yeyote anayesikia sauti Bwana, neno lako la upatanisho na liende mahali popote alipo. Haijalishi Bwana ameanguka mara ngapi, neema yako na upatanisho viende mahali alipo Bwana, vikamsaidie kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba, asante. Anza pamoja nasi Mungu katika kipindi hiki, na ukiendelea pamoja na sisi, na ukihitimisha pamoja na sisi, na ukiendelea pamoja nasi Bwana kwa utukufu wako. Penzi mtazamaji, nikualike popote pale ulipo, uungane pamoja nasi. Hata kama liko jambo unalofanya kwa muda huu mchache tu, tenga tu huo muda mchache kwa ajili ya Mungu. Nataka nikuhakikishia kwamba hautapunguka, wala Mungu hata kupungukia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu kipindi kama hiki kiwe kwa ajili yako alafu na unanitazama popote pale, iwe ni sio muda huu, iwe ni baadaye, iwe ni kesho,
ninamwamini Mungu, nami nakuomba mwamini pia Mungu pamoja nami, ya kwamba Mungu sio dhalimu, Mungu ni wa haki. Mungu anaweza kukusaidia kwa mazingira yoyote. Hata kama una dhambi, hata kama uhusiano wako na Mungu hauko sawa sawa, Mungu ninayemhubiri hapa ni Mungu wa wote wenye mwili. Haijalishi wakati mwingine umejiwekea mipaka, haijalishi umejiwekea mpaka kiwango gani, haijalishi ziko changamoto yako, mambo ambayo yamekusababisha ukakaa mbali na Mungu. Niko hapa kwa ajili ya kipindi hiki siku ya leo kukwambia huu ni wakati wako, na huu ni wakati wa Bwana kwenye maisha yako. Huu ni wakati wa Bwana kukusaidia. Huu ni wakati wa Bwana kukufariji. Huu ni wakati wa Bwana kukutua mzigo mzito uliokulemea. Mzigo mzito uliokulemea, unajua mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, popote ulipo, unajua ni mzigo gani ambao kwenye maisha yako umekuwa teso. Unajua ni jambo gani ambalo limekuwa teso kwenye maisha yako. Niko hapa kukutangazia, ili mradi umeungana pamoja nasi kwenye kipindi hiki, nataka nikutangazie ya kwamba neema ya Mungu ni kubwa kwenye maisha yako. Ili mradi Mungu amekupa nafasi ya kusikia sauti hii jioni hii ya leo na usiku wa leo, nataka nikwambie neema ya Mungu ni kubwa sana. Neema ya Mungu ni kubwa sana, na Mungu yuko karibu kabisa na maisha yako kuliko hata mboni ya jicho lako. Nikualike kwa dhati kabisa, niazime muda wako mtazamaji kwa dakika hizi chache ambazo Mungu anasema na sisi, ili nikuruhusu uweze kuendelea na mambo yako. Nataka nikwambie muda huu ambao umeutoa sadaka mbele za Mungu hautaenda bure. Hautaenda bure mbele za Bwana. Hakika Mungu ataukumbuka ya kwamba jioni moja nilimtumia mtumishi wangu akasema na nafsi yako. Mimi namwamini Mungu, na wewe nakualika majira haya mwamini Mungu. Hata kama unakopita ni pagumu sana, nataka nikuhakikishie, hata kama unapita kwenye changamoto za kifedha, changamoto za kindoa, changamoto za kiuzao, changamoto yoyote ambayo imeugusa moyo wako, ambayo imeusumbua moyo wako, ambayo imekukosesha utulivu kwenye nafsi yako, ambayo imekupeleka hata kutofautiana na watu wengine, nataka nikwambie, siko hapa kukutia moyo, niko hapa kukwambia Mungu aliyetupa nafasi hii ya kuwa pamoja na wewe jioni hii na usiku huu, anaweza kukusaidia kwa mazingira yoyote ulionayo. Asante Mungu kwa dakika hizi chache ambazo nimemwalika mtumishi wako. Mungu, angalia mazingira alionayo, angalia changamoto anayopitia, ili kwa dakika hizi ambazo utakazoenda kuzungumza naye, Mungu, zikawe uponyaji, zikawe uzima kwenye mifupa yake, zikawe uzima katika moyo wake. Inawezekana moyo wake umekosa kuwa na amani. Usiku huu Bwana, ninamtamkia amani yako ipitayo amani zote ipate kumfunika popote pale alipo na kutatua changamoto zake zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa tukitembea kwa muda kidogo na neno ambalo la kitabu cha Mwanzo 37 ule mstari wa 5 hadi wa 11 limekuwa kama ni msingi wa somo letu tulilokuwa nalo, inalosema changamoto kama njia ya kukupeleka kwenye kusudi lako. Changamoto kama njia au sababu ya kukupeleka kwenye kusudi ambalo Mungu alikuitia. Na unaweza kujiuliza kwa mara nyingi, kwa nini tumekaa sana kwenye hili somo? Katika haya maisha, changamoto zimekuwa ni sehemu ya maisha yetu, na kama wewe unayo pumzi ya Mungu ndani yako, huwezi kuepa changamoto kwenye maisha, hata kama hazijaletwa na wewe au hazijaletwa na Mungu au hazijaletwa na shetani. Lakini kwenye maisha, ili mradi unapumua, ili mradi una uzima ndani yako,
changamoto ni daraja. Nataka uifanye changamoto kuwa daraja. Inawezekana kabla hujaisikia sauti hii, changamoto kwako ilikuwa ni fimbo, au changamoto kwako ilikuwa ni jambo la kukutesa, lakini kwa Mungu ametupa kwenda hatua nyingine, kufahamu zaidi kwamba kumbe changamoto inaweza kutumika kama njia, na Mungu anaweza kutumia. Sasa tumekuwa tukiangalia vitu kadha kadha. Siku ya jana nilikwambia mambo ya kuzingatia ukiwa kwenye changamoto, na tuliangalia uvumilivu, imani na uhusiano wako na Mungu. Na nilikwambia katika mambo haya matatu nimeyafanya kuwa mawili. Kwa sababu gani mawili? Kwa sababu uvumilivu bila imani huwezi kuwa na uvumilivu, lakini pia uhusiano wako na Mungu hauwezi kuwa thabiti au imara kama hauna imani na Mungu. Kwa hiyo nikarahisisha, nikafanya mawili, lakini yanategemea kitu kinachoitwa imani. Sasa tuliangalia uvumilivu kwa upana kidogo. Nilikwambia uvumilivu ni uwezo wa Mungu anaouweka ndani ya mtu, au uvumilivu ni uwezo wa Mungu anaouweka ndani ya mtu kustahimili jambo na kutulia hata kama jambo ni gumu. Maana wakati mwingine unaweza ukawa kwenye changamoto, hata watu wanaokutazama wanaweza wakaumia kwa ajili yako. Ni kweli kabisa, wanaweza wakaumia, lakini anayejua ugumu wa changamoto ni mhusika mwenyewe, lakini anayejua kiwango cha uvumilivu huo ni mhusika mwenyewe. Sasa leo sitaki kukaa kwenye uvumilivu, ingawa kwa kadri ya siku tunavyoenda tunaweza tukaendelea kuangalia kwa upana zaidi, lakini pia naomba na leo nisikwambie kwa habari ya uhusiano wako na Mungu. Kwanza naomba tusogee tu mbele kidogo tu, alafu kwa kadri Mungu atakavyotupa neema na kibali tutarudi kuangalia. Lakini leo nilikuwa na jambo linasema hivi: adui anaweza kutumia changamoto ulionayo hata kama ni Mungu ameruhusu hiyo changamoto na akakutesa. Nimeandika kabisa, hata kama ni Mungu ameruhusu hiyo changamoto. Maana changamoto zingine kwenye maisha zinaweza zikaruhusiwa na Mungu kabisa zikawa kwenye maisha yako. Changamoto zingine zinaweza zikaruhusiwa na adui mwenyewe akakuletea changamoto ili kukuvuruga. Lakini kusaidia hapa, changamoto naweza nikaitafsiri kwa njia nyingine kwa Mungu ni mtihani. Na kama ni mtihani, tafsiri ya Mungu kukuletea mtihani ambao unaweza ukafanyika jaribu au ukawa changamoto, lengo la Mungu sio ufeli njiani. Lengo la Mungu sio ufie njiani. Lengo la Mungu ni kukuimarisha zaidi kwa hatua iliyoko mbele yako. Kwa hiyo Mungu anapokuletea changamoto au Mungu anapokuletea mtihani, sio ili ufeli, ni ili kukuandaa na mazingira mengine yaliyoko mbele yako, au ni kukuandaa katika hatua nyingine iliyoko mbele yako. Lakini adui akikuletea changamoto zake ni ili akufelishe, ni ili akuangamize, ni ili akuvuruge. Sasa nimekwambia adui anaweza kutumia changamoto ulionayo hata kama ni Mungu ameruhusu hiyo changamoto na akakutesa. Alafu hilo ni jambo la kwanza A. Jambo hilo la kwanza B. Adui anaweza kutumia changamoto ulionayo akakuwekea kipingamizi ili ufikiri ni maisha yako. Narudia, adui anaweza kutumia changamoto. Nikisema adui namaanisha shetani na ufalme wake. Wanaweza kutumia changamoto ulionayo, haijalishi ni Mungu amekupa, akakuwekea kipingamizi au pingamizi ili ufikiri ni maisha yako. Alafu kipengele cha tatu ambacho nimeandika namba C, adui anaweza kutumia
udhaifu wa changamoto ulio nayo, ukarahisisha maisha yako na ukaishi nje ya ndoto yako Mungu aliyokupangia. Naomba nirudie. Adui anaweza kutumia udhaifu wa changamoto ulio nayo, ukarahisisha maisha yako na ukaishi nje ya ndoto yako au ndoto zako au maono yako ambayo Mungu aliyokupangia. Naomba tuende kwenye ushahidi wa neno la Mungu, alafu nikirudi tutafafanua kidogo, tupate muda wa kuomba. Kitabu cha Kutoka mlango ule wa 2 mstari wa 23 hadi wa 25. Ni maneno machache sana, lakini yatatupa kutafakari kwa kina juu ya mahali napotazamia au Mungu anapotazamia kutupeleka. Kitabu cha Kutoka mlango wa 2 ule mstari wa 23 hadi 25. Ninasoma katika jina la Yesu. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nimezungumza na wewe mambo matatu, kwamba adui anaweza kutumia changamoto ulionayo, hata kama ni Mungu ameruhusu hiyo changamoto na akakutesa. Alafu nikakwambia kipengele cha pili, adui anaweza kutumia changamoto ulionayo akakuwekea kipingamizi ili ufikiri ni maisha yako. Ukisoma hii habari kwa kurudi nyuma kwenye kitabu cha Kutoka, unakuta habari za wana wa Israeli. Ukisoma Kutoka ule mlango wa 1 hata mstari wa 8, maandiko yanasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Baada ya mfalme huyu mpya alipoinuka kutawala Misri, na kwa wasomaji wa Biblia, wana wa Israeli waliingia Misri kupitia Yusufu, ambaye tulikuwa tunamsoma kwenye maandiko, tulikuwa tunasoma kwenye somo letu la msingi. Kwa hiyo Yusufu alifanyika mlango kwa kupeleka wana wa Israeli Misri, wakajikuta wako Misri. Sasa baada ya siku nyingi, yule mfalme aliyekuwa anamfahamu Yusufu akafa. Akainuka kiongozi mwingine, au akainuka farao mwingine asiyejua habari za Yusufu wala asiyejua kwa habari ya wana wa Israeli. Alipoona kwamba wanaongezeka, wanaendelea kukua na kuongezeka kwa wengi, akafikiria namna ya kumtenda kwa akili. Ndio maana maandiko yanazungumza kwamba alipoinuka huyu mfalme mwingine, aliwatesa wana wa Israeli. Na aliwatesa kiwango kwamba waka experience maisha hayo, au wakazoea maisha hayo kana kwamba ni maisha yao. Maana walikuwa wanawatumikisha kwa kutengeneza matofali, kutengeneza miji. Kwa hiyo walitumikishwa kwa ukali. Maandiko yanasema walitumikishwa kwa ukali. Inawezekana changamoto zingine ni Mungu ameruhusu kabisa kwenye maisha yako, lakini adui anaweza kuzitumia kwa ukali, akakutumikisha kwa ukali, zikawa na maumivu kwenye maisha yako, zikawa na maumivu mazito kwenye moyo wako, hata akadiriki kuwatumia kabisa watu ambao ulitegemea wanaweza kukusaidia, wanaweza kukutetea, wanaweza kukushika mkono, wakafanyika teso kwako. Anaweza kukuwekea vipingamizi kila kona, ili mradi tu usahau kwenye fahamu zako ya kwamba ni Mungu amekupa hiyo changamoto. Maana saa nyingine shida sio changamoto. Wakati mwingine shida ni kwamba changamoto inaweza ikakusahaulisha hata wema wa Mungu kwenye maisha yako. Changamoto inaweza
ikamfanya Mungu kwenye moyo wako akawa mdogo kabisa. Unaniuliza nataka kukwambia nini? Usifikirie watu wanaomwacha Mungu na wakaenda kwa miungu mingine au wakaenda kwa waganga, usifikirie kwamba wamependa. Usifikirie kwamba ni maisha yao. Usifikirie kwamba anamchukia sana Mungu. Hapana. Kama umewahi kuingia kwenye shida, kama umewahi kuingia kwenye changamoto, ngoja nikwambie jambo hili unaweza kanisa. Naomba nikupe mfano mdogo sana. Kwa mtu yeyote ambaye ni mgonjwa na ana maumivu popote pale, hata akiambiwa kitu ambacho hakifai kulika ni dawa, anatumia. Hata akiambiwa mkojo ni dawa, anaweza kutumia. Kwa nini? Ili mradi, kwa sababu yeye ndiye anajua uzito au ukubwa wa changamoto yake. Yeye ndiye anajua uzito wa maumivu kwenye mwili wake. Kwa hiyo hata ukimwambia kitu ambacho kwa mazingira ya kawaida, kitu ambacho kwa mazingira ya kawaida asingeweza kutumia au asingeweza kula, ili mradi umemwaminisha ukifanya utapona. Hii nimekupa mfano kwa nini mtu anafika mahali anaamua kabisa kuachana na imani yake, anaenda kwa mganga. Najua kabisa hajapenda, lakini mazingira anayokutana nayo yanaweza kumhubiria pia kwamba ili utoke kwenye changamoto lazima ufanye 1, 2, 3. Nataka kukwambia nini? Adui anaweza akafika mahali akakusahaulisha hata wema wa Mungu, akakusahaulisha mazuri ya Mungu. Hata ukiambiwa kabisa Mungu anaponya, kwenye nafsi yako nakwambia no. Hata ukiambiwa Mungu anaweza kukuvusha hapo ulipo, imani yako inakuwa imeyeyuka kabisa. Imani yako inakuwa imeondoka ndani yako kabisa. Nataka nikwambie, hata kama umefika kwenye hilo eneo, hata kama umefika mahali, hata ukisikia habari za Mungu, ukisikia habari za watumishi, unasema hawa ni wale wale. Wakati mwingine unaenda mbali kabisa, unasema hawa ni sadaka tu anataka. Nataka nikwambie, hatuna haja na sadaka yako, mtu wa Mungu, popote pale ulipo. Haja ya moyo wangu na haja ya mioyo yetu, watumishi ambao tunasimama katika kipindi hiki cha wakati uliokubaliwa na Mungu kuwafariji wote wanaolia. Haja ya mioyo yetu ukutane na neno la Mungu sahihi, lilobeba haja ya moyo wako, lilobeba maisha yako, lilobeba uhalisia wa maisha yako. Hata kama umefika mahali pagumu sana, nataka nikwambie, muamini tena Mungu. Hata kama umefika mahali adui amekuwekea vipingamizi vya aina yoyote, amekuwekea vipingamizi vingi sana, nataka nikwambie, rejesha tena imani yako kwa Mungu. Hata kama maumivu ulionayo, maana tunaangalia hapa wana wa Israeli walifika mahali hawako na cha kuongea tena, hawako na cha kuomba. Inawezekana wameomba maombi yote unayoyajua. Kama wewe umepita mahali umeomba maombi yote, lakini ilifika mahali kilichokuwa kimebaki kwenye nafsi zao ni machozi tu, kilichobaki kwenye mioyo yao ni kilio tu. Ndio maana ukisoma kwenye mistari ambayo tumesoma mitatu, maandiko yanazungumza kwa habari ya wana wa Israeli. Mungu akasikia maumivu yao. Ngoja tusome, turudie ule mstari wa 24. Anasema Mungu akasikia kuugua kwao. Maana yake walikuwa wanaugua moyoni, hawakuwa wanaugua kwa mazingira ya kawaida. Maana yake nini? Nilikwambia kwenye jambo la kwanza ambalo tumelisoma kabisa, le jambo la pili, le jambo la tatu, kwamba adui anaweza kutumia udhaifu wa changamoto ulionayo ukarahisisha maisha yako na ukaishi nje ya ndoto yako aliyokupangia Mungu. Hichi kipengele cha tatu ambacho tumekisoma, manake changamoto za wana wa Israeli ziliwafika shingoni, ziliwakaba kiwango kwamba wakafikiri ni maisha yao, au adui akawafikirisha kwamba haya ndio maisha yao. Na ndio maana hata wanapolia, wakati wana wa Israeli wanalia,
hawakulia Mungu awatoe kwenye utumwa. Hawakulia Mungu awatoe kwenye ile nchi awapeleke kwenye nchi yao. Kwanza hawajui hata hizo habari. Hawajui kama kuna Ibrahim baba yao aliyeingia makubaliano na Mungu ya kwamba miaka 400 watakuwa utumwani na mwisho wa siku watatoa. Hawajui hayo yote. Sisi tukisoma ndio tunayajua. Hawakuwa wanajua chochote. Kwa hiyo kulia kwa wana wa Israeli ni ili wapunguziwe mizigo. Kwa nini? Wamejikuta kwenye maisha ya utumwa. Wamejikuta kwenye maisha ya umaskini. Wamejikuta kwenye maisha ya kudharauliwa. Wamejikuta kwenye maisha ya kuchukiwa. Wamejikuta kwenye maisha ya mijeledi. Kila siku wanapoamka asubuhi, yani nikizungumza utumwa unaweza ukanielewa kwa upana. Mtumwa maana yake hana maamuzi yake huru. Hana maamuzi yake binafsi. Maana yake mnaweza hata mkaamsha usiku wa manane saa 9, amka na huwezi kumwambia kwa nini unaniamsha. Maisha ya utumwa ni mabaya sana. Katikati ya hayo maisha hawakulia mbele za Mungu ili Mungu awatoe kwenye maisha ya utumwa. Walilia wapunguziwe mzigo. Lakini kile kilio, kwa sababu ndani yao walishafika mwisho, kama ni kuomba waliomba sana. Na kwa sababu walishafika mwisho, kile kilio kiligeuka maombi mbele za Mungu. Nataka nikwambie, inawezekana umelia sana. Sio kwamba Mungu hasikii maombi yako. Anasikia maombi yako. Kwenye kitabu ambacho tumesoma kutoka 2:24 anasema maneno haya. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Hichi kipengele cha mwisho ambacho tumesoma, Mungu akawaona. Nataka nikwambie, sio kwamba Mungu haoni changamoto ulionayo. Sio kwamba Mungu hajaiona changamoto ulionayo. Lakini jioni hii ya leo nataka nikwambie, haijalishi umefika kiwango ambacho wamefika wana wa Israeli, kwamba wamefika kiwango ambacho maombi kwenye nafsi zao au kwenye mioyo yao hayaendi tena. Wamefika tu mahali kile ambacho kilichoonekana kwenye nafsi zao ni kilio. Sasa nataka nikwambie jambo moja. Tofautisha kati ya kilio. Kuna kilio ambacho kimebeba maombi ndani yake, lakini kuna kilio kingine kimebeba manunguniko na uchungu ndani yake. Nataka nikwambie, hata kama umefika kwenye hicho kiwango,